Hallelujah. Let's celebrate our mom. Amen. We can have our seats. Let's celebrate Babette and the worshipers. Amen. We thank God. Please stand to your neighbor, give them a high five. Tell them you look good in the house of God. Look for a neighbor who looks like an Israelite. If your neighbor looks like an Egyptian, I've given you the permission to run. Hallelujah, Nakuru. Amen. Allow me to begin by saying thank you for your hospitality, for your love and your care. From the time I landed on Monday night, I've been taken care of. I've never seen many protocol people like that in my life. I was just telling the Lord, let this thing not get in my head. We are humbled to be his servants in his vineyard. I want to appreciate Bishop and Mom for obeying the voice of God. Conferences are not easy. Number one, they are very expensive. And number two, they are very demanding. So may the Lord refresh you. Thank you for obeying God. And I want to appreciate, I'm saying this because possibly this is my last session today. So if you don't see me, I should be traveling to Dar es Salaam tomorrow. From city to city, preaching the gospel. So please, now I want to say thank you to everyone that has been part of this assignment. May God bless you. So with the few minutes that I have, I want to utilize them. We began a conversation yesterday, and we realized that in 1 Samuel 17 and verse 4, that there was a champion from the community of the Philistines. And that means that there ought to be another champion to deal with this champion. We went through the life of David in the woods, the place of preparation, the place of manifestation. We looked at the concept of Samuel. When Samuel came. And today we looked at the concept of anointed for battle. Na leo tukaangalia swala ya kwamba umetiwa mafuta kwa ajili ya vita. And I want to look at something tonight I'm calling the giant head sons. The giant head sons. Na nataka niseme usiku wa leo ya kwamba jitu, acha tusherekee mkalimani. This was my first job. So it's not an easy job. Si kazi rahisi hii ya kusimama. Especially when you get pastors who have technical grammar. Ukipata wachungaji ambao wako na ile usemi ya ambayo iko na technically kidogo.
it becomes very hard. inafanyika ngumu kabisa. Or you get a pastor who still has the village mother tongue Ukipata yule mchungaji bado anaongea lugha ya mama pale kijijini and wants to preach in English. na anataka na sana kuhubiri kwa Kiingereza. So I remember my bishop told us he is international. Ninakumbuka mchungaji wetu alituambia ya kwamba yeye ni wa kimataifa, But the spirit of the mountain had refused to leave him. lakini roho ya mlima ilikataa kumtoka. So I'm the one who was interpreting. Yule ambaye alikuwa ana tafsiri, And he said in the book of Nehemiah 8:10, and I had 8. So I said katika kitabu cha Nehemiah akakula 10. So he looked at me and said, I am saying Nehemiah 8:10. aliniangalia akasema nasema Nehemiah 8:10. And I looked at the people, I said Nehemiah akakula 10. Akaniambia, pastor, hayuko kwa roho. So let's celebrate our mkalimani. Amen. Are you ready for the word now? Uko tayari kwa ajili ya neno usiku leo? Let us go to the book of 2 Samuel 21 beginning from verse 15. Wacha tuende katika kitabu cha Samueli wa pili 21 kuanzia 15. I'm talking about the giant had sons. Ninanena kuhusu ya kwamba jitu alikuwa na wana. I am going to read briefly all the way to 22 and then I'm going to preach the word of God. The Bible says, when the Philistines were at war again with Israel, David and his servants with him went down and fought against the Philistines, and David grew faint. Then Ishbi-Benob, who was one of the sons of the giant, the weight of whose bronze spear was 300 shekel, who was bearing a new sword, thought he could kill David. But Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, you shall go out no more with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Now it happened afterward that there was again a battle with the Philistines at Gob. Then Shibeshai the Hushathite killed Saph, who was one of the sons of the giant. Again there was war at Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jaril Oregim the Bethlehemite killed the brother of Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was like a weaver beam. Yet again there was war at Gath, where there was a man of great stature, who had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in number, and he also was born to the giant. So when he defied Israel, Jonathan the son of Shimeah, David's brother, killed him. These 4 were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David and by the hand of his servant. Tell your neighbor, the giant had sons. Ambia jirani ya kwamba jitu alikuwa na wana. It is important to acknowledge that when David went to collect the stones, ni vyema kutambua kwamba wakati ambapo Daudi alienda kusanya mawe, the Bible says he collected 5 stones. Biblia inasema alisanya mawe 5. Many people don't understand why he collected the 5 stones. Watu wengi waelewi ni kwa sababu gani alikusanya mawe 5. But 2 Samuel reveals to us as to why David needed 5 stones. Lakini Samueli wa pili inatufunulia ni kwa sababu gani Daudi alikuwa anahitaji mawe 5. I spoke and I said one of the things that David had as an advantage is intelligence. Nilisema ya kwamba kitu moja wapo ambaye ilikuwa napea Daudi nafasi nzuri ni kujua vizuri ukachero. So that tells me as he was going for this battle, he had intelligence about the giant and the giants. Ndio sababu hii inaniambia alipoenda kwa vita alikuwa anajua kuhusu jitu And the giants also. na majitu pia. That is also to tell me it was a stone for every giant. Hiyo ni kuniambia kwamba ilikuwa ni jiwe kwa kila jitu. So this was not a coincidence or an accident as to why David needed 5 stones. Hii ndio haikuwa sababu ya mshtukiwa mbona Daudi alihitaji mawe 5. But he only used 1 stone. Lakini alitumia jiwe moja. Meaning that there were 4 stones that were not used. Kumaanisha kuna mawe 4 ambayo haikutumika. The second thing we need to establish is, jambo lingine ambalo tunatakana tuimarishe ni kwamba in the days of David, siku za Daudi there was only 1 giant to
kill. kulikuwa na jitu mmoja wa kuangamiza, But later, lakini baadaye there were 4 giants to kill. kulikuwa na majitu 4 wa kuangamiza, Because the giant was breeding. kwa sababu huyu shujaa ama jitu alikuwa nazaa. And so the church also, or David had also to have sons. Kwa hivyo Daudi pia alitakana awe na wana, Because if the giant is breeding, then What's that? David cannot grow without sons. kwa sababu kama jitu yeye anazaa, kwa hivyo Daudi hawezi kukua bila wana. Every generation has their giants to kill. Kila kisasi wako na jitu wao wa kuangamiza. When you study every giant that is mentioned, Okay. the 4 of them, they are not like Goliath. Ukisoma kila jitu ambayo ametambuliwa, wana wao hawakuwa kama Goliati. Meaning that the giants of our day are not the same as the giants of former generations. Kumaanisha kwamba majitu wa nyakati hizi si kama majitu wa kitambo. I remember one day my spiritual father, Apostle David Juma, a young man went to him and told him, I'm struggling with masturbation. Baba yangu aliniambia ya kwamba kijana mmoja alienda kwake akamwambia kwamba anang'ang'ana na kupiga punyeto. And my father told him, go and look for Pastor T. Na baba yangu akaniambia yenda mtafute mchungaji T. Those are the devils of his generation. Hao ndio mapepo wa nyakati hizi za kizazi hiki. I saw some bishops from Nakuru Niliona baadhi ya maaskofu kutoka Nakuru making a press statement wakitoa habari kwa mtandao, when the government or the judiciary say that the LGBTQ community can have a body. ya kwamba wakati ambapo serikali ilikuwa inasema kwamba wale walawiti wawe na shirika yao. And I looked at their age and they were saying, hii mambo hatutakubali, sijui anga LG, we don't know what it is, but hatutakubali. And I looked at them, I said, you may not know what it is because it's a giant of our day. Hamwezi kujua ni nini, lakini ni jitu ya zama yetu. So that begins to tell me Kitu inaanza kuniambia that there are certain things the fathers may not deal with in our day. ya kwamba kuna baadhi ya vitu mababa hawawezi kukabiliana nazo kwa zama zetu. So there must arise sons Kwa hivyo lazima wainuke wana that are willing to sit under fathers. ambao wako tayari kukaa Because chini ya mababa. David has 4 stones. Kwa sababu Daudi ako na mawe 4. He knew there are 4 giants. Alikuwa anajua kuna majitu But when you 4. look at the way of execution, these giants were not killed the way David killed the first giant. Lakini ukiona jinsi ambavyo walifanya hawa majitu hawakuuliwa jinsi ambavyo Daudi aliua majitu wa And kwanza. that's why Ndio sababu I'm very sensitive mimi ninamakinika on the conversation of revival. kwa majadiliano kuhusu vuvio, Because the fathers are waiting for what happened in the 80s and 70s. kwa sababu wakina baba wanaongojea kile ambacho ilifanyika miaka ya 70 na 80. But I know God is in the business of doing a new thing. Lakini najua Mungu ako katika shughuli ya kufanya jambo mpya. It may not look like what was there in the 70s, Haiwezi kuonekana kwa kile ambacho ilikuwa katika miaka 70. but we will still see the move of God in our day. Lakini bado tunaweza kuona muondoko wa Mungu katika zama zetu. So the Bible says again there was war. Biblia inasema alienda vita. The Philistines rose again to attack Israel. Pia Waifilisti wakainuka kuvamia Israeli. At this time David was old. Wakati huu Daudi alikuwa amezoeka. Every generation have their devils to fight. Kila kisasi wako na mapepo yao wa kupigana nao. And it is time for the young people to understand Ni wakati wa vijana barubaru our kugundua battles will not be fought by our fathers. ya kwamba vita vyetu haviwezi kupigana na baba zetu. But that does not mean we dishonor the fathers. Lakini hiyo haimaanishi kwamba tukoseshe heshima wakina baba. Because the sons took David. Kwa sababu wana wa Daudi. When you look at the Bible says, and David fainted. Na Biblia ukisoma inasema Daudi He akadhoofika. became weak in that battle. Akadhoofika kwenye vita. The giant almost killed him. Jitu alikaribia kumwangamiza. It took a son
akachukua mwana to come and intervene akuja ingilie kati and deal with the giant. na kabiliana na jitu. And the Bible says Na Biblia inasema the sons took David hawa wana walimtoa Daudi and they told him, you are the light of Israel. wakasema kwamba wewe ndiye nuru wa Israeli. Don't go for battle when we are here. Usiende vitani wakati ambapo tuko hapa. The light there means you have some insight that can empower us for battle. Hiyo inamaanisha tuko na ndani yetu ambayo inaweza kututia nguvu kwa ajili ya vita. And they told him, sir, sit down. Wakasema, Bwana, keti chini. Even generals rest from war. Hata mashujaa wanapumzika kwa vita. Allow us to take our generation battles. Na leo turuhusu tuchukue vita vyetu vya kisasi. It is my prayer that the young people will take their place. Ni ombi langu ya kwamba vijana watachukua nafasi yao. There are certain demons that will not be dealt with by our fathers. Kuna mapepo fulani hawezi kukabiliana na baba zetu. And I want to say this, we are behind schedule. Nataka niseme kwamba tumechelewa. There are many mighty sons Kuna wana hodari wenye nguvu that have refused to manifest. ambao wamekataa kudirika. And this is the problem. Na hapa ndipo kuna shida. I have heard many people ask me, Pastor, Nimesikia watu wengi wanikuuliza, why mchungaji, is it that the fathers are refusing with the mantles? mbona kwamba wazazi ama kina baba wanakataa na joho? And remember, you don't pursue the mantle of a father, you pursue the spirit of a father. Kumbuka, wewe haufuatilii joho la baba, lakini unafuatilia roho wa baba. The spirit is what Elisha pursued from Elijah. Roho ndio Elisha alifuatilia kwa Elia. Because the Bible is very clear. Kwa sababu Biblia ni dhahiri, Whatever fell as a mantle chochote ambacho lianguka kama joho from Elijah, kutoka kwa Elia, when you study it, ukisoma, it was the garment of prayer. ilikuwa ni vazi la maombi. It is the garment of prayer. Ni vazi la maombi. Because every Jew Kwa sababu kila Myahudi used to carry what they called a talit. You see the way Muslims have the thing they put on their head. That is something that the Jews always have. That prayer shawl. hiyo vazi la maombi. So whatever happened is that they will either hang it on their shoulder or tie it on the waist like a lasso. Kila ambacho wangeweza kufanya, wangeweka kwa mabega yao ama wafunge kwa kiuno yao kama leso. So when Elijah ascended into heaven, Wakati ambapo Elia amepaa mbinguni, when he was caught up by the whirlwind, aliposhikwa na kisulisuli, whatever left was the garment of prayer. chochote ambacho iliwachwa ni joho la maombi. And that garment of prayer is what people call a mantle. Na lile vazi la maombi ndiyo inaitwa joho. But whatever Elisha received Lakini kila ambacho Elisha alipokea was not the garment of prayer. haikuwa ni vazi la maombi. He received the spirit of Elijah. Alipokea roho wa That's Elia. why the Bible says, Ndio sababu Biblia inasema before Jesus comes, Elijah will come. kabla Yesu kuja, Elia atakuja. Because that spirit can still be received. Kwa sababu huyo roho bado anaweza kupokelewa. Now, what was the spirit of Elijah? Kwa hivyo roho wa Elia ilikuwa ni The gani? Bible says Elijah asked Elisha, what do you want from me? Biblia inasema Elia akamuuliza Elisha, unataka nini kutoka kwangu? He said, a double portion of your spirit. Akasema sehemu maradufu ya roho wako. The point was a double portion of your spirit, not your mantle. Kauli ni kwamba sehemu maradufu wa roho yako, si joho He lako. told him, you have asked for a hard thing. Akasema umeuliza kitu ngumu. Let me tell my generation, the spirit of a father is a hard thing. Wacha niwaambie kizazi hiki ya kwamba roho wa baba ni kitu kigumu. But there is a generation that wants the spirit of fathers casually. Lakini kuna kizazi ambacho kinahitaji roho wa baba kijuju tu I have seen kikawaida. young people come and tell me, oh, Pastor T, I want you to lay hands on me and release what you carry. No, it doesn't happen like that. Nimeona vijana wakija kwangu wakisema, mchungaji, nataka niwekee mikono ili niweze kupokea kila ambacho unabeba. I might lay hands on you and the next thing you're sleeping hungry. Ninaweza kuweka mikono juu yako na jambo ambalo linafuatia unalala njaa. Because there was a process before the product.
kwa sababu kulikuwa na mchakato kabla ya bidhaa kuzaliwa. So whatever Elisha demanded was a double portion Chochote kile ambacho Elisha alikuwa anahitaji ni of the sehemu spirit of maradufu Elijah. wa roho wa Eliya. And the Bible says he told him, Na Biblia inasema kamwambia, when you see it, utakapoiona you shall have it. utaipata. If you don't see it, Kama utaiona you will not have it. hautaipata. And the Bible declares Na Biblia inatangaza they went through different cities, wakapitia miji tofauti and they are very prophetic. na ni ya kiunabii. They went through Jericho, Walipitia Yeriko because a father will teach you how to bring walls down. kwa sababu Bwana atakufundisha namna ya kuleta watu chini, Walls down. ukuta chini. They went through Bethel. Wakapitia Betheli. The name Bethel means the house of God. Neno Betheli inamaanisha nyumba ya Mungu. A father will teach you how to have personal relationship with God. Jinsi ya kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu. So there must be a Bethel encounter. Kwa hivyo lazima uwe na tukio la Betheli. Many sons don't have a problem with Jericho and Bethel. Wana wengi hawana shida na Yeriko na Betheli. Many sons have a problem with Gilgal. Wana wengi wako na shida na Gilgali. Because Gilgal is where the father will circumcise you. Kwa sababu Gilgali ndio mahali ambapo baba atakutia tohara. If you can't entrust a father with your nakedness, then you are not worthy of his spirit. Kama huwezi kuaminia baba yako na uchi wako, kwa hivyo haustahili roho wake. Many sons have turned back at Gilgal. Wana wengi wamekufa pale Gilgali. That is when they go to another church and look for another father. Hapo ndipo wanaenda kwa kanisa lingine watafute baba mwingine. Because there is a generation that does not understand discipline. Kwa sababu kuna kizazi ambacho haielewi nidhamu. Hallelujah. Hallelujah. I know I'm preaching good. Naona kwamba nahubiri vizuri. Immediately after Gilgal you have Jordan. Baada ya Gilgali kuna Yordani. Once you cross the Jordan, unapovuka Yordani, your life cannot be the same again. maisha yako haiwezi kuwa vile tena. There is no one who went beyond the Jordan and remained the same. Hakuna aliyepita kupita Yordani akasalia vile. But the Bible says, lakini Biblia inasema, in every town that they went to, kwa kila mji ambao waliweza kuingia, they found other sons of prophets. wakapata wana wengine wana manabii. And they began to tell Elijah, don't you know, Elisha, don't you know your master will be taken? Wakaanza kuambia Elisha ya kwamba kwani wewe ujui bwana wako atachukuliwa. And they began to introduce a master mindset and not a father mindset. Na wakaanza kujulisha ama kutambua mawazo ya Bwana. Masters give wages, fathers give inheritance. Wakubwa ama mabwana hupeana mishahara, lakini wakina baba hupeana urithi. There are many sons with a servant mentality. Kuna wana wengi wakiwa na akili ya utumishi ama ujakazi. When you begin to understand the pattern of fatherhood, ukianza kuelewa mtindo wa uzazi ama baba, a father is there to give you an inheritance. Baba ako kukukabidhi urithi. But a master is there to give you a wage. Lakini Bwana ako pale kukupa rupurupu na mshahara. You look at the story of the prodigal son. Ukiangalia habari za mwana mpotefu, he left his father, aliacha baba yake, and began to work for a master. Akaanzia kufanyia bwana mwingine mwajiri. The master had food for the pigs but not food for the servant. Na mwajiri alikuwa na chakula kwa ajili ya nguruwe wala si chakula kwa ajili ya mjakazi. But in his father's house, lakini kwa nyumba ya baba yake, there was enough for the man. Kulikuwa na ya kutosha kwa huyu mtu. And when the prodigal son wanted to go back home, wakati ambapo mwana mpotefu alipotaka kurudia nyumbani, he wanted to go back and be received as a
servant. Alitaka kurudi na apokelewe kama mjakazi. But I bless the Lord, Lakini aibariki Bwana, because the father never received him as a servant, but received him as a son. kwa sababu baba yake hakumpokea kama mtumishi ama mjakazi, lakini alimpokea kama mwana. That is why the man was given sandals. Hapo ndipo huyu mtu alipewa viatu, Because in Jewish culture, Kwa sababu- slaves never wore sandals. kwa sababu katika tamaduni ya Kiyahudi wajakazi hawakuwa wanavaa viatu. It was restoration to sonship. Ilikuwa ni urejesho kwa wana. And so one of the things that the enemy was trying to plant over Elijah is the spirit of a servant. Kwa hivyo mojawapo ya kitu ambayo ndiye alikuwa anajaribu kupanda ndani ya Elisha ilikuwa ni roho ya utumishi And the ama Bible uchakazi. says, when they crossed the Jordan, Walipovuka Yordani, Elijah told him, when you see it, you have it. Eliya akamwambia Elisha, ukiona utaipata. And the wild wind came and picked Elijah. Na kisulisuli, upepo wa kisulisuli ukaja ukachukua Eliya. Elijah did not go to heaven with chariots of fire. Eliya hakwenda mbinguni akiwa na magari ya vita ya moto. Read your Bible well. Soma Biblia yako vizuri. Eliah was captured by the spirit in form of a wind. Eliya alishikwa na roho kwa mfano ya upepo. Whatever Elijah left, Chochote ambacho Eliya aliacha nyuma, he said, if you see it, you have it. akasema ukiona utaipata. It was the chariots of fire. Ilikuwa ni magari ya vita vya moto. The spirit of Elijah was Roho wa Eliya, chariots of fire. roho ni magari ya moto ya vita. Then it happened as they continued and talked that suddenly a chariot of fire appeared, whose horses of fire, and separated the two of them. And Elijah went up by a wild wind into heaven. Not chariots. Na Eliya akaenda mbinguni kupitia kwa upepo wa kisulisuli mbinguni. He told him, when you see it, you have it. Alimwambia ukiona utapata. So what did he see? He saw the chariots. What did he Aliona receive? nini? Chariots. Alipokea nini? Alipokea magari vya vita vya moto. When Elisha was dying, Wakati ambapo Elisha alikuwa nakufa, King Hezekiah made a cry and said, my father, behold the chariots and horsemen of Israel. King Hezekiah akalia akasema, baba yangu, tazama magari ya vita na farasi wa Israeli. One day Elisha was surrounded at the feet by the servants and soldiers of Assyria. Na wakati moja Elisha alikuwa amezingirwa na jeshi ya Shamu. And then he made a prayer and said, Na Lord, akafanya ombi akasema, Bwana, open the eyes of this servant to fungua see macho ya mtumishi the apate kuona spirit roho that is under. ambao ako ndani. And the Bible says the mountain was surrounded by chariots. Na Biblia inasema mlima ukazingirwa na magari ya vita. In the realm of the spirit, we don't appear as men. Katika ulingo wa kiroho hawaonekani kama wanadamu. Some men appear as chariots. Wanaume wengine wanaonekana kama magari ya vita. The image of Elijah in the spirit, he was not a man, he was a chariot. Sura ya Elisha katika roho haikuwa mwanadamu, lakini ilikuwa ni gari ya vita. I want to go slowly so that you can understand. Nataka niende polepole ili uweze kuelewa. I said here, chariots Nilisema hapa magari ya vita were used by kings. ilikuwa inatumika na wafalme. Anytime you saw a chariot go for battle, it was a territorial battle. Wakati wote ambapo ungeona ya kwamba gari ya moshi inaenda kwenye vita, ilikuwa ni vita vya kieneo. That is to tell you, Hiyo ni kukwambia that anointing or the spirit of a chariot or the mantle, whatever we call it, of a chariot was a mantle of a territory. Kwa sababu joho la eneo. That's why when Elijah came, his first audience was the king. They are men who speak to
kings, they don't speak to civilians. Kuna watu ambao wanaongea na wafalme, waongee na raia. When Moses went to Egypt, he Wakati ambapo never Musa alienda spoke to the Misri, civilians. He went direct to Pharaoh. hakuongea na raia, alienda moja kwa moja kwa Farao. So the grace upon Elijah, So neema juu ya Elisha, the spirit of Elijah, roho wa was Elia the spirit of chariots. ilikuwa ni roho ya magari ya I vita. bless the Lord because Elisha saw it. Ninahimidi Bwana kwa sababu Elisha aliona, He got a double portion of it, akapata sehemu maradufu yake. and it was practical. Now, Elijah performed 14 miracles. Elisha performed 28 miracles. Elia alifanya miujiza 14 na Elisha alifanya miujiza 28, Because he received a double portion. kwa sababu alipokea maradufu. But this is the mystery of sonship. Lakini huu ndio siri ya wana. The last miracle of Elijah was to depart Jordan. Ya kwamba miujiza wa mwisho wa Elia ilikuwa ni kugawanyisha Yordani. The first miracle of Elisha was to depart Jordan. Ya kwamba miujiza wa kwanza wa Elisha ilikuwa ni kugawanyisha Yordani. That is to tell me, Hiyo ni kukwambia when there is proper alignment, wakati ambapo kuna the usambamba last miracle of your father wa miujiza wa mwisho wa baba is yako, supposed to be the first miracle of a son. inatakana iwe miujiza wa kwanza juu ya mwana. That's why we always say the son must go farther than the father. Ndio sababu tunasema kwamba lazima mwana aende mbali kuliko baba. But the challenge is we have sons that have a servant mentality. Lakini changamoto ni tuko na wana ambao wako na mawazo ya mwajiriwa, So mtumishi. they are not serving, they are seeking employment. Wao hawatumiki lakini wanatafuta ajira. Even in our natural homes, you never pay your daughter to wash dances. And the day she will ask for money, you will call her for a meeting. Na si kwamba atauliza pesa utaita mkutano. I remember the worst person to give money in my home was my mother. Inakumbuka mtu wa mwisho mimi kupea pesa kwetu nyumbani. Anytime I gave my mother money, by the time I'm going to ask for that money, she will ask me, have you been eating in this house? Have you been sleeping in this house? Kila How wakati much do nikipea you mama yangu pay? pesa na niuliza maswali, umekuwa ukikula hapa, umekuwa ukikaa hapa kwa hii nyumba? Because she was trying to tell me, you cannot do business with your mother. Kwa sababu alikuwa anajaribu kuniambia huwezi fanya shughuli ya kibiashara na mama yako. Neither can a mother or a father do business with the son. Ama mwana ama baba na mama hawezi kufanya biashara na mwana wao. Can we have church today? One of the reasons why we are not breaking into mega church dimensions Sababu ambayo hatupanuki kwa makanisa, kwa upeo wa makanisa makubwa, is because majority of the people were not commissioned by their fathers, they were released by their fathers. kwa sababu wengi wa watu hawakuagiziwa na baba zao, lakini waliachiliwa tu. A man that is commissioned. Mtu ambaye ameagiziwa. Paul met Jesus, Paulo anakutana na Yesu, but Paul needed the church in Jerusalem to Like- commission him. lakini Paulo alikuwa anahitaji kanisa ya Yerusalemu iweze kumwagiza. So we have a generation that thinks ministry is about Greek, Hebrew and depth only. It's a part of it, but there are certain spiritual protocols Lakini tuko na itifaki za kiroho that launch men to place of function. ambazo zinaweka wanaume kwa nafasi ya kufanya kazi vizuri. And one of the errors Na mojawapo ya makosa in Kenya hapa Kenya is disobedience. ni kutotii, And the spirit of thinking we are colleagues. na roho ya kufikiria sasa ya kwamba sisi tunatoshana, sisi ni wenza. And listen to me. Nisikilize, Elisha died with a double portion. Elisha alikufa na upako maradufu, Because Gehazi What's did that? not have the discipline to receive. kwa sababu Gehazi hakuwa na nidhamu ya kupata kupokea. The Bible says he was buried, Biblia inasema alizikwa, but anointings don't die. lakini
upako haukufa. One day there was war, and a dead man fell on the bones of Elisha and resurrected. Na mtu mfu akaanguka juu ya mifupa ya Elisha na akafufuka. Because the anointing of Elisha was looking for a dead man. Kwa sababu upako wa Elisha ilikuwa inatafuta mtu mfu. We are too alive for mantles and anointings. Sisi tumejawa, tunaishi na tuwezi kupata joho. Let me speak to my generation. People think ministry is cars and good clothes. Watu wanadhania kwamba huduma ni kufaa vizuri. And many are now pursuing church and their appetites are still alive. This thing is for dead men. Na wengi bado wanafuatilia kanisa na hitaji yao ya kula bado iko hai. It needed a dead man. It needed a dead man. Ilikuwa inahitaji mtu ambaye amekufa. A dead man. Mtu ambaye amekufa. To access the double portion of Elisha. Kukubali sehemu maradufu ya Elisha. But because of the king's offering. Lakini kwa sababu ya sadaka ya mfalme, a man called Naaman comes. He's healed. He wants to give an offering, and Elisha tells Gehazi, it is not time for money. You have not matured to handle money from some men. And Gehazi follows the man. Money made the man miss the mantle. How many young people have refused to submit because of money? Kwa sababu ya pesa. Money made a worship leader to stop serving. Pesa inaweza kufanya kiongozi wa ibada waache kutumika. Money made a youth pastor to stop ministering. Pesa inaweza kufanya kiongozi wa vijana akatae kutumika. It's not that Elisha was against the money. There was a maturity in Gehazi that had not yet entered. Si kwamba Elisha alikuwa kinyume cha pesa, lakini kuna ukomavu katika maisha ya Gehazi ambayo ilikuwa imefika. Oh my God, I wish I had begun with this message and finished with the one that men were shouting. Laiti ningeanza na ujumbe huu. But allow me to speak from the heart of God, because we have seen the error in America. Tumeona makosa Marekani. Why don't we see there is a book called God's General? Kuna kitabu ambayo inaitwa Majenerali wa Mungu. Men that raised men back to life. Watu ambao waliwafufua watu wakarudi kwa uzima. People that had tent meetings and did great miracles. Na watu ambao walihudhuria mikutano wakafanya miujiza mkuu. But when those men died, lakini wakati ambapo watu hao walikufa, whatever they carried died with them. Chochote ambacho walikuwa wamebeba ilikufa nao. In Europe and America, they saw moves of God. Pale Europa na Marekani waliona mwondoko wa Mungu. But they never raised any sons. Lakini hawakukuza wana wowote. The devil can wait for a generation to manifest God. Let me have two people and just demonstrate something. Wacha niwe na watu wawili hapa niweze kuonyesha kitu hapa. I want to lay a pattern. Let me have two people quickly. Wacha watu wawili wakuja haraka. Let me show you the error of our day. Wacha nikuonyesha makosa ya zama zetu. This is the new generation. Hiki ni kizazi. This is the old generation. Kizazi ya kale. Now this is the generation that killed Goliath. Hiki ndiyo kizazi ambacho kiliangamiza Goliati. So this generation must raise sons that can kill the sons of Goliath. Hiki kizazi lazima ikuze wana ambao watangamiza wana wa Goliati. This is the error in Kenya. Hii ndiyo makosa hapa Kenya. The fathers are alone. Wakina baba wako peke yao. The sons are alone. Wana pia wamejitenga peke yao. And so the fathers are looking. Kwa hivyo wakina baba wanatazama at what they have done. Kwa kila ambacho wamefanya. And they are looking at where the sons are. Na wanaangalia mahali ambapo wana wao wako. And they get grieved in the spirit. Na wanakwazika ndani ya moyo wao. Because the mediocrity among the sons. Kwa sababu duni ndani ya wana cannot match what the fathers have carried. Haiwezi kulingana na kile wakina baba wamebeba. This generation preached without money. Kizazi hiki kilihubiri bila pesa. They preached without these speakers. Walihubiri bila kipaza sauti. They sold
everything to do the work of God. Waliuza kila kitu kufanya kazi ya Mungu. This generation is preaching for money. Hiki kizazi kinahubiri kwa sababu ya pesa. This generation want their members to sell everything for their luxury, Hiki kizazi wanataka washirika wao wauze kila kitu so that kwa they starehe can show zao, us photos on TikTok of how they are flying all over the globe. ili watu waonyeshe picha kwenye TikTok jinsi ambavyo wanapaa ulimwenguni kote. And the fathers are looking at the gospel this generation is carrying, and they are saying, this is not what we were birthing. Na wanaangalia injili ambayo kizazi hiki wanabeba, na wanasema hii ndiyo This tulizaa. generation lifted Jesus. Hiki kizazi kilimuinua Yesu. This generation has perfected marketing and branding. Hiki kizazi kimetimiliza hata kujifuna. Their images have dominated the altar. It's no longer the image of Yahweh. Sura zao zimekaa kwenye madhabahu, si tena sura ya Yahweh. And they have confused driving a V8 to driving out demons. Na wamechanganya kuendesha V8 na kufukuza mapepo. They have confused living in a 5-bedroom house for being with God. Wamegeuza kuishi katika nyumba cha chumba 5 ya malazi na kuwa na Mungu. They have everything money can buy, but Wako na they kila are kitu. missing what money cannot buy: the anointing. Wako na kila kitu ambayo pesa inaweza kununua, lakini wanakosa kile ambacho pesa haiwezi kununua, ambayo ni upako. So when they see them and the devil is happy, Wanapoona na shetani anafurahikia, because when this generation goes to glory, kwa sababu wakati ambapo kizazi hiki kitaenda kwa utukufu, this will be wrong fatherhood, because they will begin to produce children kwa sababu wataanza kuzalisha watoto who think driving a V8 is being blessed. You can drive ambao your way to wanadhani hell. kwamba kuendesha magari makubwa ni kubarikiwa. You can live in a 5-bedroom, but God does not recognize you. Unaweza kuishi kwenye chumba cha malazi, chumba cha malazi 5, And lakini so Mungu hakutambui. they will begin to put men in the ranks of mammon, but not in the ranks of holiness. Wataanza kuweka wanadamu kwa viwango vya pesa, lakini si viwango vya mafuta ama upako. And the moment there is wrong fatherhood, Na wakati ambapo kuna ubaba ambaye iko na makosa, the first thing that God does is that the Holy Spirit steps out of that congregation. jambo moja ambalo baba anafanya ni kwamba Roho Mtakatifu anaondoka katikati ya mkusanyiko huu, And you begin to do church as a club. na unaanza kufanya makanisa kuwa kilabu. It has everything except the glory of the living God. Iko na kila kitu ila tu ni utukufu wa Mungu Men aishie. are singing. Men are singing. Watu wanaimba, People are preaching. watu wamehubiriwa. I'm about to say something that may sound quite unbalanced. And in the same house, afternoon, we are raising money to send men to India. Na kwa hiyo nyumba tu tunatuma pesa, tunachanga pesa ya kutuma watu India. We taught in the morning about the God that heals, Tulifundisha asubuhi kuhusu Mungu anayeponya, but in the afternoon is fundraising. lakini adhuhuri ni kuchangisha pesa, Because now that God has looked like theory. kwa sababu Mungu huyu ameonekana kana kwamba ni maneno tu tupu. Let me explain something. Wacha nifafanue jambo. Many fathers, Wakina baba wengi, one day I was in Mombasa, the Lord told me, if the mantle that is upon Papalai will land on you, you will die. wakati mmoja nilikuwa Mombasa na Bwana kaniambia, ikiwa joho ambalo liko juu ya Papalai itakuja kwako utakufa. I asked, why would I die? Nikamuuliza Mungu, mbona nife? Then I stepped in church and I was told the man of God was there at 4. Nikaingia kanisani na nikaambiwa mtu wa Mungu alikuwa pale saa 10 asubuhi na mapema. I was preaching in the Washer conference. Nilikuwa ninahubiri pale kwa kongamano. The meeting ended at 10. He was still in a meeting.
Ibada iliisha saa 4 usiku na baada alikuwa kwenye mkutano. The pastor wanted me to meet him and just say hi. I couldn't meet him. He told me the meeting ended at midnight and at 4 he will still be in for morning glory. Na ibada mkutano uliisha saa 6 usiku na asubuhi na mapema saa 10 alikuwa kwenye maombi ya asubuhi. The Lord asked me, what are your labors? Bwana kaniuliza, juhudi zako ni gani? By 8 you are asleep. Saa 2 asubuhi wewe umelala. 8 and you wake up at 9 and you are Na saying, unaamka saa Father, 3. revival for Nakuru, and the Lord is looking at you and saying, the men that carry this thing Na are not watu sleeping. wanakuangalia na anasema watu ambao wanabeba kitu hiki wao hawalali. You're on Netflix from 8 to 12. Wewe uko mtandaoni. When a man is praying in the Holy Ghost for 6 hours, Wakati building ambapo the mtu spirit huyu man. anaomba kiroho kwa roho akijijenga. Then I met one of the fathers, Ilikutana na mmoja wa akina baba, Bishop Mothe, Bishop Muthe. and he told me, listen my son, Akaniambia, sikia mwanangu, you don't run a relay with a stranger. haukimbii mbio pamoja na mtu mgeni usiyemjua. He said, Akaniambia, some of you we have never exercised with you. We are seeing you in the day of the relay, yet you want the baton. baadhi yenu hamjafanya zoezi nasi, lakini tunaona siku ya mbio na ili hali mnataka kijiti. Because in the rule of relay, if we are running the 3 or the 4 of us, Kwa sababu katika uga ya relay tunapokimbia 4 wetu, it means we were together in the camp. inamaanisha tulikuwa pamoja kwenye kambi. But when you come for morning glory, when men are running, there is no generation in church. It is the old intercessors who know to pray. They are the ones who are there. No young man is in Hakuna church. kijana ako kanisani. You go to lunch hours, you don't Ukienda see ibada ya young people. mchana, Miracle evening service, keshas, no young ibada man. za miujiza, ibada za kesha, hakuna kijana. But when you say, I see revival, they are the ones standing and saying, that's my one. Which Lakini one? ukisema naona uvuvio, wanasimama wanasema hilo ndilo neno langu. Keshas were turned into concerts. Kesha imefanyika kama hafla tu. There must be a DJ Lazima for young people to come to church. The other generation, they didn't even have instrument. A man will come with a darama and play it from 8, and the glory of God will come down. na utukufu wa Mungu ungekuja. The church was not even made like this. It was made of mabati without windows, but they will worship the living God and the glory will come down. Utukufu ungeshuka. Now there is a generation with DJs and dancers and Na lights, sasa tuko kwa kisasi, and they are bound with wachezaji. pornography, they are bound with masturbation. What they don't understand, it Hawaelewi. took prayer for men to rise. So Kwa hivyo when the fathers are doing their exercise, wakati ambapo wakina baba wanafanya mazoezi yao, the next generation is not there, kizazi kingine hakiko pale, because there is a demonic understanding that they are old fashioned. kwa sababu kuna ile kuelewa ya kipepo ya kwamba wao ni wa kitambo. The Bible says they looked unto David and they said, you are the light of Israel. Wakamwangalia Daudi wakasema, wewe ndiye nuru wa Israeli. Do you know up to date, Unajua kufikia mpaka leo hii, unless we have a guest preacher, ila tu pengine tuwe na mgeni mhubiri, we've not seen a local man fill Afraha Stadium. hatujawahi ona mtu wa mtaani akijaza uga la furaha. Mam Teresia Wairimu used to fill that stadium. Mama Teresia Wairimu alikuwa anajaza uga hiyo. Bishop Pius Moiro used to fill it. Bishop Pius Mwira alikuwa anaijaza. Those men are still alive. Hao watu bado wako hai, But look at how a generation dishonors them. lakini tazama jinsi ambavyo kizazi kinawadharau. We can carry seeds to Ghana and Nigeria. Tunaweza and kubeba disperse mbegu pale Ghana, Nigeria, na tuache.
The man coming tonight, Mtu ambaye anakuja usiku wa leo, I read his book. nilisoma kitabu chake. He prayed in Mombasa until the principalities of Mombasa told him, tumekuachia mji wewe. He is the only man that used to do crusades up to now in territories full of Muslims, and none of them can touch him. Ni yeye tu ndio mtu ambaye alikuwa anafanya mikutano ya injili ya hadhara katikati ya maeneo ya Waislamu, na hakuna yeyote ambaye angeweza kumguza. He would heal their sick Angeweza kuponya wagonjwa wao until they called him Sheikh. mpaka wakambandika jina Sheikh. That grace is still here. Hiyo neema bado iko. I met one of the mothers of faith, Nilikutana na mama mmoja wa Bishop imani, Margaret Wangare. Bishop Margaret Wangare. She showed me a hill in Banana and told me that's not a hill, those are wheelchairs and clutches of people that got healed. Akanionyesha kilima pale Bananas, akaniambia hizo si milima, lakini ni magari ya gurudumu ambayo ni watu ambao waliponywa. She told me, son, Akaniambia, mwana, the Lord spoke to me to tell Catherine Kulma the Lord is taking her to glory. Catherine Kulma. Bwana aliniambia niambie Catherine Kulma ya kwamba Bwana Mungu anamchukua kwa utukufu. These generals are still alive. Hawa majenerali bado wako hai. One of them rested, called Joe Kayo. Mmoja wao alipumzika, Joe Blessed Kayo. memories. Whatever you see in Nigeria, Chochote ambacho unaona Nigeria, because Joe Kayo is the one who began the Holy Ghost movement where people fall under the anointing. kwa sababu Joe Kayo alianza muondoko wa Roho Mtakatifu wakati ambapo watu walikuwa wanaanguka chini ya upako. I was given that story by Bishop JB. He told me he was called in Nairobi University to preach about the controversy of the Holy Spirit. A non-graduate, ndio wende ubiri Nairobi University ulikuwa unafaa kuwa graduate, hakuwa amegraduate. Na wakati alienda kuhubiri, watu wakaanza kuanguka chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anafanya mikutano ya miujiza na akazaa mwana, alikuwa anaitwa Mrima. Mrima alitembea na miujiza Kenya, viwete, vipofu, visiwi. Nigeria ikakuja KICC kuchota. Leo hatuna. Sasa lazima twende huko, because we have dishonored our fathers. Kwa sababu tumekataa kutii kina baba wetu. Anointings flow from up down. There is a posture that allows the anointing to flow. We are too proud. Inaruhusu upako tiririke. Sisi tumejawa na kiburi. We are too proud tumejawa na kiburi to accept zaidi, that the Lord can put a hand on a Kenyan. kusema kwamba Mungu anaweza kuweka mkono juu ya Kenya. Am I speaking to anyone? Naongea na mtu. Because when I look at it, ni kujiambia hii kitu iko na sisi. Naweza endelea hata zaidi. Yeah. Na mkitaka kunipiga mawe ni sawa. Na mimi sitaingilia siasa za Nakuru. But you'll be so surprised. Lakini utashangaa sana That even in Nakuru, God has given you a father here. ya kwamba hata hapa Nakuru Mungu amekupa baba hapa. That man did a prayer caravan in Kenya and we didn't see post-election violence. Huyo mtu alifanya mzunguko wa maombi na hatukuona ushushi wakati wa uchaguzi. Okay, you see. Are we going to celebrate men when we read their journals, or are we going to acknowledge that the hand of God is upon a man? There is a meeting that happened in Nairobi last week with Kuna mkutano ambao ilifanyika Nairobi wiki iliyopita. Apostle Kura. In the realms of the spirit, Katika ulimwengu wa kiroho, we were not sure whether Kenya will go beyond June. hatukuwa tuna hakika ya kwamba kama Kenya itakuwa baada ya mwezi wa 6. That documentary was not being released for us to watch. It was supposed to stir something. Hiyo nakala haikuachiliwa sisi tuangalie, lakini litakana chochee kitu. Because in the month of June, some altars tasted the blood of young men. So there must be a contention and a demand every June for that blood. So it will take men that know we are the guarders of this territory. Let us arise in prayer
Now, where are the sons of that man? Wapi wana wa hiyo nchi? Are we going to bury generals and remain with Gehazi? Na tuzalie na Gehazi. Yet the territory needs a savior. Na ili hali eneo inahitaji mkombozi. Is someone hearing me today? Mtu ananisikia usiku leo? The giant had sons. Walikuwa na wana. David must have sons. Lazima Daudi awe na wana. May it not be written in Kenya, wacha isije kaandikwe Kenya, that in our day is when the gospel was misrepresented. ya kwamba wakati wetu ndio injili haikusimamiwa. May it not be captured in Kenya, wacha isipatikane Kenya, that we never dealt with the giants of our day, ya kwamba tukakabiliana na majitu because a generation refused to arise. kwa sababu kizazi kilikataa kuinuka. Tell your neighbor, the giant had sons. Sema jitu alikuwa na wana. And somebody must arise as a son. Na lazima mtu ainuke kama mwana. I say somebody must arise as a son. Mtu lazima ainuke kama mwana. We need to know that Kenya is so blessed. Tunataka na tujue Kenya. Our fathers are still there. Baba wetu bado wako. Our generals are still there. Majenerali wetu bado wako. Hallelujah. 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 Mom Teresia is still there. Mama Teresa bado wako. Whatever happened to Phil Afraha, that thing is still there. Bado hicho kitu Who is wise enough to look and say, we choose to honor the mothers and the fathers. Let the chariots now land on us. Who will look at the fathers and tell them, it is time for you to sit down. Let us take over now the gospel. It is an era when a man is 70 years old, is still doing a crusade to preach to 20 years old, when 30 and 40 are still sitting in church. It is error. Ni makosa kwa mtu mtumisha kiwa. For how long are we going to allow our old generals to fight our battles? Kupigana vita vyetu. During the Gen Z maandamano, I had young people asking, where is the church? I asked, which church? Nikasikia watu wakiuliza wapi kanisa. Wakati akina Bishop Mark walikuwa wanakula tear gas wakisema reject constitution, waliambiwa waachane na siasa. Sasa hii constitution ndio imetuletea madhara. These are old generals. Hawa majenerali ambao wamezoeka. If you are there, you are the church. Kama wewe uko pale, wewe ndio kanisa. Whatever is happening in Kenya is our responsibility. Kenya ni jukumu letu. Najua Gen Z wanaweza fikiria ndo alianzisha hii kitu. Enda ulize baba yako, kitu ilikuwa inaitwa section 2A. Watu wachache sana hapo wanajua wakati wa Nyayo watu waliandamana wakisema section 2A ili tupate multipartism. That generation fought for something. Hicho kizazi kilipigania kitu. Today we are a product of that democracy. Leo tuko na mazao ya hiyo demokrasia. We don't expect them to go back and still fight for us. Hatutaraji warudi watupiganie. Please, if you are seated next to a young man, tell that young man is talking about you. Au kama umeketi na kijana ambia anaongea kukuhusu. The giants of our days are begin to finish. Look at the things that is happening. Wanaanza kuisha. Saizi watu wanalala ba wanaita aluta. Kizazi mpaka wanapewa supu asubuhi waendelee kulewa. Hiyo pepo haitapigwa na baba zetu. Mtu lazima inuke hapa aseme majitu vya vizazi vyetu ni sisi tutapikana navyo. Wale ambao wanajitokeza kwa hii rainbow movement, watu wa LGBTQ, sio baba zetu, ni watu wa kizazi chetu. Lazima pia watu wajitokeze wakuwa wameshika bana ya Ebeneza, wakiinua flag zao na sisi tunainua yetu. Wale ambao wako kwa madawa, wale ambao wako ni kizazi chetu. Ukiingia TikTok wale wanasema thai, sio wazee, ni vijana. Kumaanisha ukuhani umebadilika. Hata ukuhani wa kanisa lazima uanze kubadilika. Vijana wachukue sehemu yao. Ni wakati ukiingia Morning Glory inakaa kama Teens Church. Ni wakati ukiingia Lunch Hour inakaa kama Youth Church. Kwa sababu sisi ndio wengi, ni sisi ndio tunaumia, lakini tumekataa. Taifa ikiingia kwa vita na ikute haina majeshi wa kutosha, yule mkuu wa majeshi anaambiangu atafute wanajeshi wote
ambao wameretire waingie vita, kwa sababu wanajua kutumia bunduki na wanajua mambo ya vita. Ile kitu tunaona Kenya, Mungu ameanza kuita mageneral ambao walikuwa wameenda retire, kwa sababu crusades saa hii zinafaa kufanywa na vijana. It is error nikiona Papalai akianza kwenda tena na hema wakati kuna wana na kuna vijana. It is error. Ni makosa. We will not allow our fathers to die baba wetu fighting our giants. Do I have a generation? Niko na kisasi. Do I have a generation tonight? Niko na kisasi usiku leo. This giant, the giant had sons. Yule jitu alikuwa na wana. The sons of the land must also arise. Pia wana wa nchi lazima wainuke. Can I say something prophetically? Niseme kitu cha kiunabii. Wakati Kenya iliturn 60, kuna vitu ziliretire immediately, kwa sababu 60 is the legal age of retirement. Kwa sababu miaka 60 ni umri wa kustaafu na kubalika. Kwa anga za kiroho kuna vitu ziliretire, na ndio maana wengine wenu mtaanza kujikuta kwa maofisi mnajiuliza ni nini nafanya hapa. Ni kwa sababu kuna watu wameretire. Kuretire haimaanishi wamekufa. Kuretire haimaanishi hawezi fanya hiyo kazi. Kuretire ni kumaanisha ni wakati wa kizazi kingine. Sasa sio wakati wa kuchukua selfie ukijipata kwa ofisi ya county. Sio wakati wa kuitisha governor safety. Ni kujua ya kwamba it is time for the sons. Ni wakati. Am I speaking to anyone? Ninaongea na mtu. Let us celebrate our bishop. Wacha tushangilie askofu wetu. Hallelujah. Hallelujah. Please turn to somebody, tell that somebody it is time for the sons. Ni wakati wa wana. Look at another neighbor, tell that neighbor it's time for the sons. Sema ni wakati wa wana. Kuna maofisi utajikuta ndani, sio wakati wa kujiuliza nilifika hapa, kwetu hakuna mtu ashaingia. Ni wakati wa kujua there is a generational shift. There is a generational shift. Kuna kuama kizazi. So we must mature early. Lazima tukomae mapema. We must mature early. Lazima tukomae mapema. The sons of the giant will not destroy us. Hawatatuharibu. They will not destroy our fathers. Hawataangamiza mababa We will zetu. destroy the giants of our day. Tutaangamiza majitu ya siku zetu. As long as we are alive, ikiwa tu tunaishi, there are things that will not see the light of day. Kuna vitu ambavyo a generation must arise. Na lazima kizazi kiinuke. Hallelujah. Hallelujah. Let me finish by. Wacha nimalize. Stand there. Simama hapa. Stand there. Simama pale. In a relay. Katika mbio ya kupokeseana kijiti. Kila mtu akona distance ana cover. Akimaliza anapeana kijiti. Huyu na yeye kuna distance ana cover. Akimaliza anapeana kijiti. Wakati mbio itaisha, hata kama ni huyu alimaliza, ushindi ni wa timu. Na wanaokimbia relay, yule anayeanzisha na yule anayemaliza wanakuanga very important, kwa sababu wana set momentum ya mbio. Can I say something prophetically? Niseme jambo la kiunabii. Ile pace iliyeko na baba zetu sio mchezo. Kwa hivyo hatuwezi anza kuleta bishop. Baba akona cathedral ya glass Mombasa, the first in Kenya. You can imagine wewe ile pressure uko nayo. Juu kama yeye aliweka cathedral ya glass, mimi nikishika hii kitu ni nini nafaa kuweka? Is someone getting me? Na ndio maana sasa kuna wakati kwa relay wanasemanga, ukiona huyu jamaa ambaye anakuja kukupatia stick anakaa ni kama amedelay, unafaa kurudi nyuma uchukue ili uweze kukimbia. Na pia huyu ambaye anapeana akirealize hayuko tayari, anafaa kukimbia alafu akupatie. Mimi ukiniuliza saa hizi
ile inatendeka, mababa wamerealize hatuyuko tayari, kwa hivyo hata wametu overtake. Sasa ni sisi to catch up now, tuambie here we are, let me run my race. Wacha nishike hii. Na ndio unakuta sasa kama ni TV ni mababa wamejaa, because the gospel has to be preached. Kwa sababu lazima mikutano ya hema mababa wamejaa, the gospel has to be preached. Lazima injili hubiriwe. Na wacha nikusaidie, haufai kuanza na hema ya 5,000, anza na ya 500. It is in the faithfulness in the little that the Lord expands the vision. Ni kwa uaminifu kwa kidogo ndio Mungu. Haufai kuanza na kujaza Uhuru Park, anza bondeni. Ponya kiwete, watakufuata Uhuru Park. Is someone hearing me? Hatutaanza na mambo makubwa, hawakuanza na mambo makubwa, lakini whatever we are going to do, we are going to be consistent. If you are a young man and you are in this meeting, I want you to lift up your hand. Say in the name of Jesus, the giants of my day, I refuse that my father will kill the giants of my day. In the name of Jesus, I receive the grace to become a son. I receive the grace to fight the giants of my day. The giants had sons, but David had powerful sons. It is sons for sons. It is sons for sons. Hallelujah. Wakianzisha 10/10, kunainuka mwana wa ufalme, anaanzisha movement ya ufalme. Wakianzisha vitu za ulimwengu, tunainua mwana katika Ukristo, anaanzisha movement ya Mungu. Hallelujah. Nakuru, I declare, let the sons of the land, let them begin to arise. The giants of our day will not be destroyed by our fathers. Let the sons arise. Let the sons arise. Let the sons arise. Let the sons arise. Whatever happened in Europe haitatendeka Kenya. Kile kilitendeka Amerika hakitatendeka. Mimi nitaponya, wewe utafufua. It will be from glory to glory, from favor to favor, from grace to grace. Kile ambacho mababa wamefanya, we will do more. We will stand on their shoulders. Hallelujah. Let the last miracle of your father wacha miujiza wa mwisho wa baba yako ufanyike miujiza wako wa kwanza. I am not teaching theory. Mimi sifundishi mambo matupu tu. I have a father. Mimi niko na baba. And I discovered, niligundua, you can carry my Bible but you've never carried my heart. Unaweza kubeba Biblia yangu lakini hujawahi beba moyo wangu. That is why David wrote, ndio sababu Daudi aliandika, he said, in Adullam we were 400. Ya kwamba pale Adulamu walikuwa 400. I had men that fought many battles. Nilikuwa na wanaume ambao walipigana vita vingi. But he looked and said, these are the 3 mighty men of David. Lakini akaangalia akasema, hawa ndio wanaume 3 wenye vita vya Daudi. So close to my heart. Wako karibu sana na moyo wangu. And they picked my desires as a command. Na walifanya matamanio yangu kama agizo. Listen, Bishop, this is what I've discovered. Sikia askofu, hii ndio nimegundua. It takes humility. Inagharimu unyenyekevu. For me to know. Kwa mimi kujua. I don't have what Bishop carries. Sina kile ambacho askofu anabeba. It takes humility. Inagharimu unyenyekevu. For me to submit. Kwa mimi kunyenyekea. Under what he carries. Chini ya kile ambacho anabeba. And benefit from it. Na nifaidike kutokana nacho. It doesn't reduce what I carry. Haipunguzi kile ambacho ninabeba. Kwanza kuna mtu alisema, Bishop, sisi watu wa mlima. Kwanza kuna wimbo imetokea juzi. Inasema sisi tulideal na mbeberu. Sisi ndo tulikuwa na ni sisi tuko.
na inaanza kufufua ile roho ya ubeberu. We have never learned submission. Hatujaruhusu unyenyekevu. And that's why the only way a man can respect you from the mountain, you must have wealth. Because we don't respect men, we respect what men have. Kwa sababu hatuheshimu wanadamu, tunaheshimu kile ambacho wako nacho, milki zao. And the day you get what the man has, you feel is a colleague. May the Lord break our hearts. Wacha Mungu avunje mioyo zetu. May the Lord mold our hearts. Wacha Mungu aunde mioyo zetu. And I release my generation. Inaachilia kizazi changu. This is our time. Haya ndiyo majira yetu. This is that prophesied by Joel. Hii ndiyo ilitabiriwa na Yoeli. I saw the tent in Kiti. Niliona hema pale Kiti. I said I wish now this could be a center for young people. Nikasema laiti kama hiki kingekuwa ni kituo cha vijana barubaru. Nasikia kuongea vile haita sound vizuri. Wazee waende Kiti. Juu hapa ndio kuna makampo, hapa ndio kuna makole. Ati tutaambia bishop, wewe enda Kiti, tuachie Kiti. Na akichungulia hivi, angalia Sunday, anaona ibada ya kwanza vijana, ibada ya pili vijana, alafu si kukuja tu, akisikiza neno anauliza, na hizo ufunuo mnatoa wapi? Juu hiyo kitu vile ulifungua, mimi sijaiona hivyo. The joy of a father, furaha ya baba, is the success of his sons. Ni ufanisi wa wana wake. That's the joy of a father. Hiyo ndiyo furaha ya baba. Father, I declare over Nakuru. Baba, natangaza juu ya Nakuru. There is something happening in Kenya. Kuna kitu ambalo linafanyika Kenya. There is something, there is a hunger in a generation. Kuna kizazi. The pangs of revival are there. I declare, Lord, raise the sons. Natangaza Bwana, inua wana of this land. Wa inchi hii. Raise the apostles. Inua mitume. Raise the prophets. Inua manabii. Raise the teachers. Inua walimu. Raise the pastors. Inua wachungaji. Raise the watchmen. Inua manabii. Raise the watchers. Inua wanao. Raise the warriors. Inua shujaa. Raise the men of business. Inua watu. Raise a generation. Inua kizazi. And the giants of Nakuru. Na majitu wa Nakuru. We declare. Tunatangaza. As the sons, you will not take over hautachukua what our fathers have already conquered. Kila ambacho baba zetu We wameshinda. declare. Tunatangaza. It is time. Ni wakati for the sons ya wana of the land wa inchi to arise. Kuinuka. I declare crusades run by young people. Ninatangaza mikutano ya hadhara. Street worships run by young people. Ya mtaani ambayo inaendeshwa na vijana. Evangelism run by young people. Ambayo inaendeshwa na vijana. Prayer keshas run by young people. Kesha ya maombi ambayo Holy Ghost afternoons run by young people. Ibada ya Roho Mtakatifu. Let the riot begin in the spirit. Let the generation arise and deal with the giants of their day. Somebody celebrate the Lord. Celebrate the Lord. Celebrate the Lord.